Wakati anarudi, walipokuwa wanamshangilia wakaanza kumpiga viboko. Kwa nini? Yule ambaye alimbeba aliweza kumshusha. Kuna hatari kubwa kutokuthamini kusudi la Mungu ndani yako na kutokutembea kusudi la Mungu, kwa sababu utakapoacha utaanza kudharauliwa, utaanza kutengwa, kibali kitaondoka, na kibali kikiondoka utaona kila mmoja hata kama angefanya mambo yake ni kama anakucheka wewe, kwa sababu dunia yote inaiona kama haifai mbele zako. Lakini si kwa sababu watu hawakupendi, ni kwa sababu umeshindwa kuthamini kusudi la Mungu ambalo umeliachilia ndani ya maisha yako kama hiyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Mungu wetu atusaidie sana. Adamu na Hawa walipokuwa bustanini, soma kwenye Mwanzo 3. Nilipochunguza nikamuuliza Mungu, nikaona ni vijana ambao walikuwa handsome na majuti. Vijana kama mimi na wewe. Amen. Walikuwa wanapendeza, lakini walikuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 6, yako mambo matatu adui alileta kwao. Alianza kuwatamanisha dunia. Yesu asaidie sana. Na walipoingia kuitamani dunia na mambo yake yote, utiifu wao kwa Mungu ukaondoka. Na utiifu wao kwa Mungu ulipoondoka, maisha yao yakabadilika. Kuna vitu walivipoteza viwili tena. Wakapoteza utu, alafu wakapoteza tabia. Yesu atusaidie sana. Kwa tunapoondoa utiifu wetu kwa Mungu, kuna mambo matatu ambayo adui anayatumia mpaka sasa. Kisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 3:6 nimesema yanapatikana pale. Nitayasema. Yale mambo ndio yanayotumika mpaka leo. Na hayo mambo yanatufanya tunaondoa utiifu wetu kwa Mungu. Tunapoteza nini? Tabia. Yesu atusaidie sana. Kuna kitu Roho wa Mungu anasema jamani. Naomba niendelee kidogo. Amen. Amen. Chakula kilichomfanya aende kuhangaika kunako alikuwa anatafuta nini? Matunda, kama vile ambavyo mama anaweza kaenda sokoni. Amen. Sasa kwa sababu ambacho kilikuwa kimemfanya kwenda kutafuta matunda kwenye ile miti, ina maana alihisi nini? Njaa. Kama alihisi njaa, kuna uhitaji ambao alikuwa nao. Kwa inawezekana leo pia usihisi njaa ya chakula, lakini vile ambavyo kuna namna ambavyo maisha yako yanaenda, kuna uhitaji unazaliwa ndani yako. Kuna namna ambavyo unatamani kufikia kwenye hatua fulani hapo uweze kufikia, ndio njaa yako. Wengine wana njaa ya chakula cha mwili, wengine wana njaa ya neno la Mungu, wengine wana kiu za nguvu za Roho Mtakatifu, wengine wana kiu ya maji ya kawaida. Amen. Kwa kuna uhitaji ambao uko ndani yako, ndio ambao ungeweza kusababisha adui aweze kufanya nini? Kutamanisha. Na kile ambacho anakutamania nacho, hata kama kinaondoa kusudi la Mungu au uhusiano wako na Mungu, unaweza usijali, alafu kathamini nini? Kile ambacho kinaweza kushibisha au kinaweza kuziba lile eneo ambalo ndio ni pengo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asaidie sana. Kwa maana alipoona ya kwamba mti wafaa kwa chakula, maana yake nini? Alishughulika naye kwa ajili ya njaa. Endelea mara pengine. Wapendeza macho. Hapo. Fahari. Kwamba inafika wakati hakuna mtu anapenda maisha magumu. Hakuna mtu apendi kupendeza hapa. Hapana mtu ambaye apendi kubadilisha nguo mara 2 mara 3. Usione ifike wakati nimevaa kiatu kimeisha usoli upande mmoja, sio kwamba napenda, sipendi. Na kwa maana hiyo unaweza kuona vile ambavyo adui anamwendea Yesu, anamchukua anampeleka kwenye mlima mkubwa, anaanza kumuonesha nini? Fahari yote. Kwamba angalia vyote vinakuwa chini ya kwako, ili mradi tu ukifanya ukiniabudu. Nini? Anamtamanisha juu ya fahari. Na ndio maana watu kwenye eneo hili tunaweza tukavunja uhusiano wetu na Mungu, ni kwa sababu ya kutaka fahari. Kutaka kumiliki mambo makubwa, yale maisha ya kusumbuka, maisha ya kutokuwa na kitu, maisha ya kukaa katika hali ya upweke, maisha ya kukaa kwenye ile box umelitandika chini wakati una uwezo wa kuweka furniture na nini, kingine kwa rafiki yako anakwambia, "Wewe si utaki?" Mimi nakwambia twendake usiku sehemu fulani pale. Bwana hizo tu. Na kuunganisha na mchongo fulani utaki. Lakini mimi yule nilikwenda na kanipa milioni 2. Wewe amini hizi hapa. Unaziona kwa nini? Fahari. Unaanza kuvunja uhusiano wako na. Kuna vijana ambao wanaweka kama wengine wanasema nini? Wanawekwa ndani, unahitaji.
Vibenteni. Usifikiri, yaani ni namna ambavyo unaweza kaona fahari kwamba masuala ya kupambana kufanyaje, wakati mimi nikifanya tu 1 2 3 naishi vizuri, nakula vizuri, ninavalishwa, napewa usafiri, ninatembea. Ukimwangalia kwani ni kijana ambaye ameshaini, lakini si kwamba kuna kitu ambacho anakifanya hajaheshimu uhusiano wake na Mungu, bali anaendelea kutembea kwa sababu ya kuitafuta fahari hata katika njia ambayo sio faa. Yesu atakuwa sawa na nani? Na Mungu. Maana maarifa, kitu ambacho kwenye akili kwamba maarifa ya Mungu, ina maana vile ambavyo Mungu ana maarifa makubwa waweze kufanana pamoja sawa na kwa maana hiyo ni ile ya kuinua kiburi ndani ya mtu, kwamba waweze kuona hakuna haja ya kumwabudu Mungu, waweze kuona hakuna sababu tena ya kunyenyekea mbele za Bwana, waweze kuona hakuna sababu tena ya kusikia neno la Mungu. Hakuna hatari mbaya kwa mtu wa Mungu pale ambapo anainua kiburi kwamba yeye amemaliza kujifunza wala hana pa kujifunza pengine. Amen. 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 Yaani ukifikia level ya kwamba wewe umefika level ya juu kwamba huyu aliyesimama, bwana mimi mwenyewe yuko 1 2 3. Sikia nikwambie, unaweza kumuona ni mtu kweli ambaye hajawahi kusimama hata siku moja, lakini hakuna mtu ambaye ataongozwa na Mungu. Na kama mtu atakaenda kwenye madhabahu ya Mungu, itafika wakati hata angesimama ambaye ni mtoto wa miaka mingapi, kama Mungu ameamua kumtumia kwa siku hiyo, kama umefunga eneo la kwamba utakiwa kujifunza, umefuru wewe, umefuzu kila kitu, unajua kwamba kuna namna ambavyo ndani yako kimeingia kiburi ambacho kinakupeleka wapi? Kuzimu. Ni mtu ambaye upo kanisani lakini haupo ndani ya Kristo, kwa sababu kwa Kristo tunajifunza kila siku. Sisi ni wanafunzi ndani ya Yesu Kristo kila wakati.